Fungua Biblia yako. Ukitoka ukiingia neno limeisha. Ndio mambo ya mjini. Mwambie jirani yako, hebu funguka. Ndio sio na hasira. Yaani ukiona mtu anakasirika ibadani, ana shida. Maana Biblia inasema furahini katika Bwana. Tena anasema furahini. Kwa nini niingie kanisani alafu ninume wewe? Amenifinya, yule aliyenifinya na humu nifinywe. Hapa tunakuja kupona. Hapa tunakuja kupata salama. Hapa tunakuja kupata uzima. Hapa tunakuja kupata uponyaji. Ibada sio show. Ibada ni kukutana na Mungu. Ibada ni kukutana na Yesu. Ibada ni kukutana na nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa ukiona mtu anakugusa mwambie niache. Usiniguse. Bubu. Kafederero. Luka 10. Itasoma mstari wa kwanza mpaka 12. Luka mtakatifu sura ya 10. Mstari wa kwanza mpaka wa 12. Sasa hivi nisichelewe. Inabidi nisisubiri wanaofungua. Kwa sababu wengine ili apate hiyo Luka anaenda kwenye Galiomo. Sasa atatuchelewesha. Sikia. Inasema hivi, basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70. Akawatuma wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Enendeni, angalieni, na watuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Msichukue mfuko, wala mkoba, wala viatu, wala msimwamkie mtu njiani. Na nyumba yoyote mtakayoingia kama hii ya leo, semeni, amani iwemo nyumbani humu. Na akiwamo mwana wa amani, amani yenu itamkalia. La hayumo, amani yenu itawarudia kwenu. Basi kaeni katika nyumba hiyo mkila na kunywa vya kwao. Maana mtendakazi amestahili kupewa ujira wake. Msihamehame kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii. Na mji wowote mtakaoingia, wakiwakaribisha, ndio tendo la leo, wakiwakaribisha, vileni vyakula viwekwavyo mbele yenu, tutakula baadaye. Waponyeni wagonjwa waliomo, waambieni, ufalme wa Mungu umewakaribia. Na mji wowote mtakaoingia, hawawakaribishi, tokeni humo. Nani mkipita katika njia zake, semeni, hata mavumbi ya mji wenu yaliyogandamana kwenye miguu yetu tunayakung'uta juu yenu. Lakini jueni hili ya kuwa ufalme wa Mungu umewakaribia. Na waambia ya kwamba siku ile itakuwa rahisi zaidi Sodoma kuistahimili adhabu yake kuliko mji huo. Nisikilize mtu wa Mungu. Ramani ya maisha ya mwanadamu iko kwa Mungu. Nataka nikwambie, ramani yako iko kwa Mungu. Ramani yangu iko kwa Mungu. Kwamba baada ya kuzaliwa nitapita wapi? Nitatokea wapi? Nitaishia wapi? Ramani ya mwanadamu iko kwa Mungu aliye hai. Ndio maana Yusufu alikuwa amezaliwa kwenye familia ya watoto wengi, lakini ramani ya Yusufu ilikuwa kwa Mungu. Pengine alipita kwenye misukosuko, lakini alitokea kwenye uwaziri mkuu. Hiyo ni ramani ya Mungu. Ramani ya Mungu ya mwanadamu. Musa alipozaliwa alitupwa mtoni, lakini alitolewa, akalelewa kwenye familia ya maadui. Farao, binti Farao, akalelewa kule, baadaye akaokoa wana wa Israeli. Ramani ya Mungu ya mwanadamu iko kwa Mungu mwenyewe. Mtu asikubabaishi. Kuna ule wimbo wameimba, nafikiri wa Rwanda,
Ni Warwanda wameimba hapa. Sio wote watakao kukubali. Kama nimesikiliza vizuri yale maneno. Akina anasema songa mbele. Ukiona kitu kizuri kilipie. Na mimi huo wimbo nitaulipia. Hakuna kitu kizuri kinaendaga hivi hivi. Lazima ulipie. Utalipia. Mwenyekiti. Kuna 10,000 hapa. Leo kafanya unakuwa mjanja. Kumbe benki iko kwa mama. Kama ipo nilipie wimbo ule wa Rwanda. Na kama kuna flash taiomba. Ramani yako iko kwa Mungu. Sikiliza, tuko hapa sio kwa sababu tumependa. Tuko hapa kwa sababu Mungu amependa tuwepo hapa. Tuko hapa kwa sababu Mungu amemchagua mtumishi wake. Baada ya uchaguzi wa sinodi, akamchagua mtumishi wake Sikwembe, akateuliwa aje wilaya ya Mbeya. Alafu akachagua Tinga awe wilaya ya Uyole. Alafu kumbe ni ndugu. Ni mtu na mdogo wake. Ni ramani ya Mungu. Dogo chapa kazi. Sisi wengine tunawaachia vijiti. Chapa kazi. Anasema kawatuma wawili. Wawili Tinga na Sikwembe. Wawili. Nendeni kwenye mji ambao nilitakiwa niende. Yesu alikuwa mmoja, asingeenda Iunga. Asingeenda wapi? Ilibidi wawe wawili. Ndio maana kanisani uongozi haui mtu mmoja. Kwenye idara nikwambia usijitetee. Mimi siwezi. Mmenichagua wenyekiti wa kwaya. Ufanye peke yako. Labda uwe mchoyo. Tunasema mwenyekiti, makamu, katibu na mtunza hazina. Wawili. Ili huyu mmoja akikwama, huyu mwingine anachukua kijiti, tunasonga mbele. Sikiliza mtu Mungu. Nendeni wangapi? Wawili. Unajua kwa nini? Huyu akianguka mwenye anamnyanyua mwenzake. Wawili. Kwenye mji ule. Nendeni. Ukienda kule mtakutaga kuna watu watawakaribisha. Wakisema karibu. Alafu wakiwakaribisha, wakiweka na vyakula mbele. Twaka. Kama leo hivi natamani nikitoka hapa. Wakiweka mbele. Kama hujaandaa shauri yako. Sikiliza, wakiwapa nakuna kuleni, lakini mtaenda mazingira mengine watawakataa. Ni mbwa mwitu. Ndio ule wimbo. Sio wote wanaokukubali. Sisi tuliojifunza uongozi tunasema kuna makundi 4 utakayoongoza. Hata uwe mzuri namna gani, hata ufufue wafu, lakini wako watakaosema hamuna hata kama anafufua wafu. Nimefanya kazi Iringa. Nilifika ushirika nilikuta Wakristo wawili. Watu wanatuonaga mjini mwajui tulikuwa wawili. Wakisafiri tunabaki mimi na mke wangu huyo na watoto. Ndio ushirika unaitwa Iruka. Ukaulize hiyo story. Miaka 7. Mama anakuwa dikoni mwenyewe. Ananiandaa alafu anaandaa na baraza na ushirikani kule. Kwaya ni wanangu, Fredia na kina wewe. Wanapiga na kangoma. Mungu alinijalia, niliona miujiza ya ajabu. Lakini hawakuamini. Akiokoka mtu leo, amefunguliwa hapa, damu zimekauka kabisa, jioni anaenda kwa mganga. Anasema, Mungu amekuponya lakini hivi, jisaidie na nitakusaidia. Hata ufanye nini, wako mambwa mwitu ambao watapambana na wewe. Lakini Biblia inasema, usiogope, nitakuwa pamoja nawe. Nitakupigania, nitakutetea. Popote ulipo, iwe ni mzee wa kanisa, iwe ni mwimbaji, iwe ni popote, hautapendwa na wote.
na hatujaja kupendwa. Tumeshapendwa na wake zetu. Usiponipenda na shida gani? Mwaya. Pilipili usio ila inakuwa shiani. Wachungaji, sikiliza. Fanya kazi ya Mungu. Yesu anasema watakapowakaribisha, endelea. Wakikataa kumuta vumbi ondoka. Sisi hatuondoki. Tunaondolewa. Haleluya. Amen. Anasema ila kazi nimewapa, mkikuta wagonjwa waponyeni. Kumbe tunatakiwa kufanya kazi ya uponyaji. Jamani, watu wanaingia kanisani hivi hapa, tumeingia hapa, kuna watu wana shida zao. Kuna kwa ile mpaka wimbo fulani anasema tumekuja, kila mtu ana shida yake. Kila mtu ana shida yake. Tukisema tusimuliane hapa hatutatoka. Kila mtu ana shida yake. Wachungaji, hatujapewa kazi ya malumbano, tumepewa kazi ya kuombea uponyaji. Akina mama ambao ni tasa hawajabahatika kupata watoto, wanahitaji tuombee ili wapokee muujiza, wafunguliwe matumbo yao, wakifunguliwa wapate watoto. Ukikuta wagonjwa waponye. Na tukikuponya hatusemi nimekuponya. Tunasema Yesu amefanya nini? Ameponya. Na wakikusifia pasi ya kwa Yesu, wanasema we aliyeniambia unamfahamu. Sifahamu, ni tinga. Na we kichwa ituli nika Kiingereza. Sema sawa, haya yametendeka, sio mimi. Mimi ni mtu mdogo tu. Aliyefanya ni Yesu, aliyeponya ni Yesu. Sikiliza mtu wa Mungu, anasema hubirini amani. Amani sasa hivi imekosekana. Ndoa zimekosa amani. Familia zimekosa amani. Hata taifa limekosa amani. Watu wanaua wenzao kama kuku. Alafu tunasema wasiojulikana. Ni wanadamu, kwani ni majini hayajulikani. Ila akija anavaa unaita maski. Unaita maski. Ni mwanadamu huyo. Na inawezekana ameingia na kwenye ibada yupo hapo. Naongea na wewe. Roho mbaya. Watu hatuna amani. Sasa hivi tunaogopa mwanadamu kuliko mnyama. Zamani ulikuwa ukitembea hivi njiani, ukiona mtu anakuja unasema usiku. Akisema mchana ndio unaenda. Akisema usiku unazianzisha. Wanadamu wamekuwa wanyama. Wanachinja wenzao kama kuku. Amani hamna. Amani haitapatikana kwingine. Natangaza hadharani, amani iko kwa Yesu. Yesu analeta amani. Taifa lituachie tuhubiri injili ya amani. Yesu ni amani. Anabadilisha majambazi wanakuwa wahubiri wa injili. Inakuwa amani. Paulo kabla ya kuitwa Paulo aliitwa Sauli. Alikuwa muuaji. Alipookoka kanisa lilipata raha. Maana yake lilipata amani. Sikiliza, wako akina mama hapo walikuwa chakala. Baada ya Yesu kuwabadilisha, baba na amani. Alikuwa akiingia na sema, kwani wewe una mikono? Shauri wewe fanya hivyo hivyo. Wewe vuruga amani ya ndoa. Kuna majamaa wadada fulani wanakusubiri pale. Mafiati pale. Panaitwa Carnival. Jioni wanasubiri wajinga. Kaka, mambo. Kwa sababu umekosa amani kule, unatekwa. Unapelekwa huko, unachinjwa. Tunza amani. Kanisa la Moravian, tutunze amani. Tanzania, tutunze amani. Watu wa Mungu, mimi nakwambia amani ni zaidi ya fedha. Tuko hapa kwa sababu ya amani. Ukilipuka, mimi nilikuwa shule. Wakati wa ile yale mambo ya tu. Sisemi anatupenda yarudi. Wakapitana speaker. Amani muhimu. Wakasema saa hizi wote kulala. Sasa fikiria umri wangu huu. Eti saa 8 nikalala.
Na mimi pale Chunya nilikuwa karibu kabisa na geti. Naongea umuhimu wa amani. Naambia mama, wamesema tulale. Tumekaa dirishani unachungulia hivi. Ukitoka tu unasema tumesema ndani. Na ujanja wangu wote huu ndani. Amani ni ya muhimu. Amani ni kama chumvi kwenye mboga. Haleluya. Lakini anasema wakiwatakia amani, amani hiyo ikae kwenu. Haleluya. Haleluya. Sasa niwaulize swali. Hivi Yesu alipokuwa anasema ukienda huko usibebe viatu, yaani cha kubadilisha, usibebe mkoba, utavikutaga huko huko, ndio utavikuta vyakula. Wachungaji, tunapohama kwenda shirikani tunabebaga nini nani? Lile lori letu lile la mwanakondoo ameshinda tumfuate. Unajua tunasema mwanakondoo ameshinda tumfuate, hatujui ndio lile lori. Lile ndio tunalifuataga kokote. Kwani nikija lile utakataa? Ukikataa umeasi. Tunakujadili kwenye boti. Mabeba vikombe. Mimi sasa hivi nimetoka Chunya kuja tu hapa. Sturi nyingi. Mama anaangalia kasturi kake kalikuwa kazuri. Anasema kasturi kangu kamevunjika. Akisema hivyo mwana niomba, maana yake nikatafuta sturi nyingi. Yesu akajua hicho, akasema usiende na chochote. Utavikuta huko, maana yake watakuhudumia. Watakujali. Haleluya. Haleluya. Ila kingine alichosema sasa, kiboko zaidi. Anasema ukifika kule, chakula utakachoweka kule, nikuulize swali, wakiweka mbwa huko Iringa kwa kina Kamwene Munogage, tumwana futwa hela. Mwambeka yule jamaa, bahati nzuri katika kuangalia ukakuta ni kama mbwa kidobi. Na wamesema ukiweka kula utafanyaje sasa? Si andiko limesema mwingine anasema nakula muongo. Usijue, kama hujui utakula. Mimi nilikula nyani bila kujua. Walimuwinda kutoka kule wazee wetu kule msituni. Kafika sehemu za Roma pale, wakalikamata nyani moja wakalichinja. Wakagawana nyama na jirani yangu akawa nayo. Akasema nimpe jirani nyama. Ifikia sungura ninavyoanza kula. Tamu. Akasema naona amechinja sungura. Kumbe nyani. Ila alikuwa mtamu jamaa. Wakiweka chochote kula usijue. Nilipokula nimemaliza, akasema unajua ulikuwa unakula nini? Nyani. Nikajikaza. Nikasema hata kama ni nyani lakini mtamu. Hata leo ukinipa nyani nakula kwa sababu niliona utamu wake pale. Chochote watakachoweka kula. Sikiliza mtu wa Mungu. Sisi watumishi wa Mungu tunapokwenda mahali kwa kawaida, kwa kweli, ngoja nimalizie hii. Akasema hivi, njiani usisalimie watu. Hiyo kubwa hiyo. Yaani mtoke Uyole mpaka hapa nisisalimie watu. Labda niwe kwenye gari. Natembea hivi. Na kuna watu wanasalimia. Mwangalie jirani yako, mwambie ni wewe. Kuna rafiki yangu mmoja nimseme, anatoka asubuhi na jembe. Anakwenda shambani. Asubuhi saa 1 anafika mahali ndaka fijo ugonile. Anaanza soga. Saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7. Sio utani. Yuko mpaka leo. Saa 8, saa 9. Alikuwa anasalimia njiani. Inabidi arudi sio? Siku imeisha. Sisemi wapi, maana wengine ndugu zake wako hapa. Ataenda kunisemelea kwa batinga amekusema ibadani. Yesu alijua kazi ya Mungu inahitaji kutokuzubazuba. Inahitaji kwenda kwenye lengo, kwenye kusudi. Salamu zinachelewesha. Kama umepanga kwenda kulima, nenda kalime, urudi. Umeenda kuazima shoka, usikae pale
Fanya kazi rafiki yangu. Mzee wake na kufahamu. Si mdogo wangu. Ila si ngwembe sio tika. Nafahamu tumetofautiana karama. Fanya kazi, wachungaji, tufanye kazi. Salamu njiani zinachelewesha. Sina maana tusisalimiane. Lakini wage na akili. Mtu anaongea saa 1. Mtu anaongea saa 2. Saa 3 ya usiku. Umekaa kwenye kiti. Sasa ili umuonyeshe kwamba umechoka, unaanza na kujifanya kusinzia. Jamaa anapiga soga. Yaani hata ashtuki kwamba saa hizi maana yake huyu jamaa amechoka, anataka kalale. Sio kama huyo tufanyaje jamaa? Mmoja anasema mimi nitamwambia, utaonekana wewe sio Mwafrika. Sikiliza, maana yake tuchape kazi. Achana kuzubazuba. Kazi ya Mungu mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Nataka kusema watu ni wengi, lakini walioitwa kutumika na kukubali kazi ni wachache. Nataka kukuambia mtu wa Mungu, kitu kinachotutambulisha sio maneno, kinachotambulisha ni kazi. Haleluya. Tuache maneno, kazi zinatutambulisha. Haleluya. Chungaji kwenye ushirika, kazi itakutambulisha. Achana na watu. Kuna watu hawajui kusema asante. Hata umbebe mgongoni. Hata nimekukomesha. Yaani umembeba kwenye mgongo wako, nimekukomesha. Umemsaidia anasema unajikomba. Sasa huyo tufanyeje? Tuendelee kufanya kazi. Haleluya. Ujumbe huu leo unataka kutuambia watu wa Mungu, watumishi wa Mungu wanapokuja kwenye shirika zetu, basi tuwahudumie katika maisha ya kawaida. Sisi tunawapa vya roho, tupende vya mwilini. Hapo mmenonite. Naonaje mwenyekiti wa wilaya kitokea anachukaka hapo. Kiraka. Sema ndio mwenyekiti wetu wa wilaya yetu. Tajisifia. Mchungaji wako wa ushirika anaishi maisha ya dhiki, lakini Wakristo wengi wana uwezo kabisa. Hata hawajali. Mchungaji mmoja akasema na wako wameshe. Siku ya msiba akavaa jacket ambalo limechanika huko. Nikamuuliza wewe mchungaji, kwa nini unavaa hiyo jacket? Akasema si hawajali. Alafu kwenye chakula akapanga foleni ya kande. Sipenye msiba akapanga foleni na watu wengine. Watu wasema, anatudhalilisha. Na alifanya makusudi. Yule mchungaji naye kwa nia yake. Mmoja akamvuta akasema hapana, twende huko, kuna wachungaji wenzako wa makanisa mengine ukala. Ila walio na akili walienda kununua nguo ili wasiendelee kudhalilika. Utavikuta huko. Tunategemea kanisa litawahudumia watumishi wa Mungu kwenye maeneo tofauti. Tusiwaache wanalia. Najua ukiniacha mimi na watoto. Nawaambia wazi, mimi na watoto wanataka wasome. Na mimi nitaenda kulima. Naenda kulima chunya. Kwa sababu nisipofanya hivyo watakufa njaa. Na hawajapiga hodi wiki nzima. Wanasema komi. Sasa ukisema hivyo ndio anabarikiwa zaidi. Hebu mshangilie Bwana kama umenielewa. Tumepewa mwenyekiti wa wilaya ambaye ni Singwebe, lakini tumepewa wachungaji, tumepewa wastaafu tuwahudumie kwenye maeneo yetu. Tumepewa wale makatibu wa idara ya kina mama na watoto wanaishi kwenye ushirika wako, wastaafu, waangalieni na wao. Hata kama mchungaji wa ushirika yupo, na wale ni watumishi wa Mungu wametumika. Neno la leo linataka kusema tumtumikie Mungu kwa uaminifu bila kukata tamaa. Mungu atakuwa pamoja nawe rafiki yangu. Atakutumia kwa vipawa na karama vilivyowekwa ndani yako. Tumtumikie Mungu bila hofu. Mungu abariki neno lake. Amen. Bwana Yesu, asante kwa sababu neno lako ni uzima. Neno lako